Gen Z tushajua 2027 you are not voting. Hata voters can amchukui, tushawajua you are not voting. Only people who are serious na kuvote ni millennials na Gen X. Yes, Kenyan Gen Z wanajulikana almost dunia mzima. Okay, kama haujui Kenyan Gen Z basi umezaliwa leo ama umezaliwa jana, because Kenyan Gen Z abana machezo. Now, kuna historia ambayo inasemekana kwamba Kenyan Gen Z like Gen Z hawatokei kuvote because kumekuwa na by election ambayo imefanyika Mbere, Kasipuli, Malava, but now the Gen Z are not going to vote, like wameachia wazee na wamama. Gen Z musiwai adamana tena, musiwai tusubua tena sisi kama wazazi, kwa sababu kama hamtokei kupiga kura, kazi yenu ni kuchocha watu hapa. Idea tribes, leaders na hamna kura. Again, kuna wakati yenye Gen Z walikuwa wamesema ni aje, this time tutachukua ID za wazazi wetu, ni sisi tutakuwa tunaenda kuvote. Now hii kitu inaonekana ni kama Gen Z wako tu ni mdomo mingi hapo nayo online, but they don't wanna vote. Like they talk a lot but less action. Now stick the channel kupeleka na mtaratara, at least make sure me subscribe. Nilisema sitashona hii jezi na sitabai jezi nyingine mpaka mnifikishe 200k subscribers. Najua inawezekana nyinyi wasi wa power. By the way, stick to the channel. We listen and we don't judge. Now the year 2024 kulifanyika maandamano ambayo haikuwahi onekana mahali pengine. Maandamano ambayo dunia mzima ilikaa hivi kaangalia na wakasema wenyewe hawa vijana wa Kenya, hawa vijana wana like mpaka wakatuma watafiti kutoka Korea, I think ama ilikuwa sijui ni Japan, wakuja waangalie like Kenyan Gen Z wanakula nini yenye watu wengine wanakula, like tofauti ya Kenyan Gen Z na hao watu wengine ni gani, because these people are not the real human beings, kwa sababu they like hawa ni watu watasema na wanatenda, unaget, like wanasema na kutenda. But nao kwenye kuna tatanishi ama kwenye kuna shida ni hapa kwenye Gen Z wanapanga kitu, like they talk a lot hapo mneti, na ikifika kwa ground like wame relax. So 2024 kulikuwa na maandamano ambayo ilifanyika Kenya mzima. Now the Gen Z ndio walipanga hiyo maandamano. In fact hiyo maandamano ilipangwa online, so kama haukuwa mtu ya online ama kama ulikuwa ni kababe, hivyo ndio hiyo maandamano ilipita. Ndio maana haungepata mzee kwa hiyo maandamano, because the maandamano ilikuwa the Gen Z, watu na simu za kopa na nini na zanini ya kusaidiana, like tunapanga maandamano ikuwe na ikuwe. But unajua mara mingi like watu wanafanya kitu yenyewe maybe alitaka kufanya wakati fulani, but sasa juu hakukuwa, inakuwa ni kama tricky, unaget. Kulikuwa na wakati ambayo 207 I was not there, yeah, but maandamano ya 207 nilikuwa mimi mzee. So maandamano hiyo 207 kulikuwa na vita mbaya sana Kenya, unaget, kulikuwa na ile mbaya, so inakuanga tu ni history ya 207. Kulikuwa na kitu fulani 207, kulikuwa na kitu now 207 sikuwa na 2 years kidogo. 207 ilikuwa na nilikuwa natumia nilikuwa na 2 years. So 207 kulikuwa kubaya, so kuna kwanga na ile story ya kuna kwanga na ile unasemanga aje, unajuanga like kuna kwanga na ile design yenyewe. Okay, nataka ni akasema kubomoa mlango 76. Sasa ulikuwepo kama ningekuwa ile wakati, like kuna kwanga na ile kitu yenyewe sikukuwa, lakini ni kama ningekuwa ndio ningejionea, unaget. So kuna kwanga na ile design ya maybe ikizajirudia ndio itafanyika. So hivyo ndio ilikuwa 2024 June, kukapangwa maandamano na kuambia wasi walijitokeza mbaya. Ilikuwa mbaya, ilikuwa deadly. Mnajua hizi story. So hiyo wakati ndio watu waliona yenyewe Kenyan Gen Z hawa vijana hapana, hawa labda tuwasikize, sawa sawa. Now walikaingia parliament, wakafanya kila kitu walifanya na wakarudi home peace. Wenye waliuliwa like hiyo wakati ndio Kenya pia ilipoteza youths wengi sana kwa hiyo maandamano, because kuna watu walipoteza life hapo hivyo, unaona, watu walipoteza life na bado Gen Z power, like anything Gen Z wanapanga against government inakuanga ni online. Wenye wanapanganga, wenye wanakutana, wao sitaki kujua wenye tutapatana ndio tutafatana, sawa sawa. So inasemekana Gen Z hawatokei kuvote. Unaona, inasemekana Gen Z hawatokei kuvote. So hii by election ambayo imefanyika hapa hivi juzi, imefanyika Kasipuli, Mbere,
Wamudhende sijui nani, mnajua hizo story. So Gen Zs hawakuenda kuvote, unaona. Oh my God. Like hii ndio ilikuwa ioneshane clearly, ama ndio ilikuwa ipeane picture ya the Gen Zs wakitokea kwenda kuvote, but ilikuwa maajabu because watu walikuwa kwa line, ilikuwa ni millennials na kina mama. Wamudhende guys, mumeona hii by election imefanyika juzi. What have you learned? Hii by election by the way, watu walienda kupiga kura ni wazazi na wameenda kupiga kura. Hakuna majenzi walikwenda kupiga kura hapo hivyo jameni. Majenzi, hata kama sisi ni watu peaceful jameni, tunaogopa hadi kupiga kura. Guys, kuna challenge 2027. Majenzi tumesema kazi ya majenzi itakuwa tu ni maandamano, mambo kupiga kura tumachia wazazi. How do you expect that we want new change and we cannot even go and vote? Guys, me I'm just saying last year kiji repeat. Last year itakuwa tu same na sawa. Moses Kuria is now mocking and ridiculing Gen Zs. Yes, Gen Zs were talking on social medias. Gen Zs were shouting. Gen Zs were saying one term, and Gen Zs were saying they will go and register as voters. Right now, nobody is making that effort to go to IBC offices and register as voters. From the first day this event kicked off, Gen Zs ndio wangekuwa wamejaza hapo voting stations, ndio serikali ione these people are serious with them. But now you see, they have started abusing you. Hamtaki kuenda kuregister as voters and you just want to keep complaining. Gen Zs, get out. Let's go and take the voting cards. Let's go and register as voters. That is when these leaders will stop disrespecting us. Let's stop these cheap talks. Let's put it into action. No Gen Z will determine the elections come 2027. Most of these people have been shouting, oh, Gen Zs will determine the election come 2027. Look at this picture. Tell me where there is any Gen Z you are seeing here. Gen Zs don't vote. We know them. We know us. Sisi hatupigangi kura. Hata sahi kura inachukuliwa. How many Gen Zs have registered as voters? Not so many. Like hawafiki hata 20%. So mambo ya Gen Z ikitokea this time round, tunajua hiyo ni mambo ya one term na mambo ya Rigathi Gachagua and his people. There is nothing like Gen Z. Gen Z wamekataa kuchukua kura. Leo kuna by elections. Niambie mahali umeona hata Gen Z akipiga kura. Have you seen? No, nothing. Sasa hii mambo ya Gen Z tunajua mahali inatoka. There is nothing like Gen Z. Hatutakubali kitu kama hiyo. Na President William Samoei Ruto, kai mara, linda serikali yako. Because we have seen these people don't go out to vote. They have been claiming, oh, we will determine the election come 2027. Now, this by-election, how many Gen Zs have voted in Mbeere North, in Malava, and all those constituencies that are having by-elections today? Tell me. Gen Z tushajua 2027 you are not voting. Hata voters card amchukui. Tushawajua you are not voting. Only people who are serious na kuvote ni millennials na Gen X. Gen Z, we can't count on you. I'm telling you the truth. Na wacha niwaambie, tukivote hapa 2027 mkuje mseme #Ruto must go, mtatupata. Na mvote. Kama jana hakuna Gen Z amevote, sijaona Gen Z hata mmoja akivote. Na mlikuwa wapi by the way? Mlikuwa mmelala ama hamna voters card? You know, Gen Z, you have the numbers. If it is transforming this country, you can. But I'm telling you, no one can trust you. Jana was evidence. Like you people, you won't vote 2027. Wacha tu tuendelee tu venye tuko because hatuwezani. I would like to advise my fellow Gen Zs that this is the time for them to come up in large numbers and register. So now this is the question. Mutaficha ID ya wazazi. Okay, tutaficha ID ya wazazi alafu ikuaje? Because hatuendi kuvote. Unaona? Okay, if tunataka change kabisa, inamaanisha tunafaa kuwa kwa ground. Tunafaa kuchange. Like tunafaa our actions inafaa ku speak louder. Sindo? Okay. Yani actions inafaa kuwa louder than than speaking. Sindo? Actions inafaa kuwa louder. Kama tunaenda kuvote ni tuende tu vote. Kama tunaenda kusema ni one term ni one term. Sindo? Kama tunaenda kusema ni two term ni two term. Like actions zinaendana na kitu yenye tunasema. Ndio maana hawa millennials wanasema sisi like Gen Z ni mdomo mingi tu wako nayo. So unaona kama hawa wanasema ni aje, hawa ni mdomo mingi tu wako nayo, watapatia. Hivi ndio itakuwa Ruto ashinde mapema sana.
Sisemi mimi ni mse wa 2 term ama 1 term, but okay, kulingana na venye kuko hiyo maandamano ilipangwa ilikuwa ya hiyo ya 24th June la 2024 June, ilikuwa because ya maisha ilikuwa imepanda. Unaget? Maisha ilikuwa imepanda, over taxation nini na nini na nini, plus Gachagua walikuwa impeached. Sasa kulikuwa na ile mbona inakuwa hivi na hivi na vile, unaona? But ni hivyo, Gen Z hawatokei kupiga kura. Licha ya kuwa 2024 walifanya maajabu na miujiza, but hawatokei kupiga kura. So niambie, tutapata change aje kama wasee hawajitokezi, na kama wasee hawajitokezi kuvote? Na hiyo ndio, hapo ndio kuna swali. Like wasee hawachukui kura. Wasee hawachukui kura. So kama wewe ni Gen Z, make sure at least umechukua vote. Enda fanya registration, ndio yenyewe tusikwe tu tunapiga mdomo ya bure. Enda chukua vote, enda chukua kura, fanya registration, si ndio? Ndio 2024 tukisema tunasema ni wa Muthende, si ndio? Tukisema ni wa Muthende, tunajua tuko na kura ya hiyo wa Muthende. Unaona, tukiamua tunasimamisha mtu wetu kutokana na vile tunapanga vitu zetu hapo hivyo mneti na online, ni mambo yetu. So isikwe tu tunapiga mdomo mingi TikTok, WhatsApp, nini, Twitter, X, na hakuna kitu maana tunafanya. Una get? Na hiyo ndio inafanya wazee bado watapiga kura na tutakuwa disappointed. Wase wachukue kura, make sure subscribe kwa channel at least, mnifikishe mahali, sio? Support. Nyinyi ndio wase wa maana, nyinyi ndio wase wangu, napenda sana by the way. At least mnifikishe 200k before this year ends, sio? Adios.